Nilikosea kubonyeza, nikapata mapenzi ya kweli. Simulizi ya Kitanzania. Sikuwa mtu wa dating app kabisa. Kwa kweli nilikuwa naogopa. Mimi ni msichana wa kawaida tu niliyeishi Dar es Salaam, maisha yangu yalikuwa ya kazi, nyumbani na marafiki wachache. Mapenzi, nilishakata tamaa kidogo. Siku moja, kwa ushawishi wa rafiki yangu, nikaamua kujaribu app ya mahusiano. Nilikuwa nachagua watu kwa makini sana. Mpaka pale nilipofanya kosa. Nilikuwa naangalia profile, nikakutana na mzungu mmoja. Anaishi Arusha. Alikuwa mdogo kunizidi kwa miaka 2. Nilijisemea, hapana, huyu hapana. Nilitaka kubonyeza reject, lakini nikabonyeza accept. Nilishtuka. Nimefanya nini sasa? Nikajaribu kufuta, lakini ilikuwa too late. Dakika chache baadaye, akanitumia message. Hey, nilifurahi kukumatch nji. Tulianza kuzungumza. Kwa mshangao wangu, tulielewana sana. Tulicheka sana, tuliongea mambo ya kawaida, maisha, ndoto, hata memes za zamani za internet. Alikuwa mtu wa matumaini sana. Aliniambia, mimi naamini mapenzi ya kweli yapo. Watu wengi tu wanakata tamaa mapema. Nilinyamaza kidogo, kwa sababu nilijiona kwenye hilo. Baada ya siku chache, nilimghost bila kukusudia. Nilikuwa napata message nyingi sana. Nikafungua chat yake, nikajibu kichwani tu, nikasahau kabisa kujibu. Siku 3 baadaye niliporudi, niligundua nimemwacha on read. Aibu ilinishika. Nilimwandikia haraka. Samahani sana, sikukusudia kukupuuza. Alijibu, hakuna shida, nilikuwa tunafurahi kusikia tena kutoka kwako. Hapo moyo wangu ulitulia. Nilikuwa wa kwanza kumwambia tukutane, lakini nilitaka muda. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kutumia dating app. Alikubali bila shida. Alisema, nitangoja. Muhimu ni kukuona tu siku moja. Lakini mambo hayakukwenda kama tulivyopanga. Siku 10 kabla ya kukutana, alilazwa hospitali huko Arusha. Ugonjwa ambao hata madaktari hawakujua haraka. Tulianza kuwasiliana kwa video call kila siku. Nilimwona akiwa dhaifu, wakati mwingine anashindwa hata kuongea vizuri. Moyo wangu uliumia. Nilimwambia, nakuja kukuona, lakini alikataa. Alisema, nataka siku ya kwanza unione nikiwa sawa, iwe ya kipekee. Lakini sikuweza kuvumilia. Baada ya siku kadhaa, nilipanda basi kutoka Dar es Salaam hadi Arusha. Safari ndefu, masaa mengi njiani, lakini moyo wangu ulikuwa unamfuata yeye. Nilipomwona kwa mara ya kwanza hospitalini, alikuwa bado anaumwa, lakini alinitazama kwa tabasamu lile lile nililolizoea kwenye simu. Tulicheka kidogo, hata tukatania. Tumeanza in sickness and in health kabla hata ya ndoa. Wiki za mwanzo zilikuwa ngumu. Aliniambia mara nyingi, hutakiwi kujifunga na mtu kama mimi. Unaweza kupata mtu mzima, mwenye afya, karibu na wewe. Lakini nilimwambia, mimi nimechagua wewe. Baada ya miezi 2, hatimaye tulipata date yetu rasmi. Sio hospitali, sio video call, bali tukiwa huru, tukitembea, tukicheka. Tangu siku hiyo, maisha yetu yamekuwa rahisi. Tunalingana, tunasaidiana, tunapendana. Na kila nikikumbuka, yote yalianza na kosa moja tu, kubonyeza accept badala ya reject. Leo hii ninachoamini ni hiki. Wakati mwingine, mapenzi ya kweli hayaji kwa kupanga, yanakuja kwa bahati. Kama umeipenda simulizi hii, basi usisahau kubonyeza subscribe ili uwe wa kwanza kupata hadithi zetu mpya kila zinapotoka. Katika channel hii, tunakuletea simulizi zenye hisia halisi. Zipo zinazogusa moyo, zinazosisimua, na nyingine zinazoleta hofu kidogo, lakini kwa namna ya kuvutia zaidi. Naamini kabisa, kila hadithi unayosikiliza hapa itakuacha na hamu ya kusikia inayofuata, kwa sababu simulizi zetu zina ladha ya kipekee, tofauti na ulizowahi kusikia hapo awali. Bonyeza subscribe sasa, washa alama ya kengele, kisha endelea kufurahia hadithi nyingine zilizopo kwenye chaneli yetu. Karibu sana kwenye ulimwengu wa simulizi, mahali ambapo kila hadithi ina uhai wake.